DJ, naona marasta wanashangaa. Selector, unaweka wimbo wa hapa nyumbani. Simba Neta haya. Weka Simba Neta hiyo. Jeshi ya baba, tunamkaribisha Mheshimiwa Gavana wa hapa nyumbani. Mheshimiwa wa hapa nyumbani. Mheshimiwa wa hapa nyumbani. Tunamkaribisha Mheshimiwa wa hapa nyumbani. Tunamkaribisha gavana wa pili wa jimbo la Kisii, Mheshimiwa Simba mwenyewe, Excellence Paul Barati. Twende selector. Cheza kama wewe. Simba Neta kumurika. DJ Maze, ndo wakati ndo sherehe inaanza. Cheza vile ulicheza. Twende kabisa. Unacheza kama wewe selector. Umati ya baba. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Twende vijana wenzangu. Twende vijana wenzangu. Twende kabisa. Jeshi kiwa ya Azimio. Twende kabisa.
utoke ili wananchi wapendwa waweze kuona sura ya baba. Na mimi nauliza wale mko nje mnangoja nini? Ingia kiwanjani. Wale mko mbali ingia kiwanjani. Na haya magari yaondolewe, wananchi wapendwa wapate nafasi. Madereva tafadhali. Huu ni mkutano wa baba, Azimio na wananchi wapendwa. Songeza magari jamani. Madereva wa magari sasa mtupatie heshima yetu. Songesha gari jamani. Jamani pitisha gari. Namna hiyo. Namna hiyo. Si mnataka kuona baba? Si mnataka kuona baba? Nauliza Kisii, mulipigia nani kura ya urais wa Jamhuri ya Kenya? Mulipigia nani kura ya urais wa Jamhuri ya Kenya? Mulipigia nani? Mulipigia nani? Muda mfupi ujao tutakuwa tunaanza rasmi. Naomba nikujulishe kwa viongozi walioambatana na baba, wangapi wanamkaribisha mama yetu mpendwa, wakili Senior Counsel Martha Wangare Karua. Vile tuko naye Senior Counsel Dr. Steven Kalonzo Musyoka, mmemkaribisha. Vile tuko naye aliyekuwa waziri wa masuala ya ulinzi Eugene Kwesle Wamalwa, tunamkaribisha. Vile niko na Masai moja, moto ya kuotea mbali. Niko naye kijana wenu kutoka kaunti ya Nyamira, Gusii, mumemkaribisha. Wewe wacha wananchi waone Mheshimiwa Gusii. Mheshimiwa Gusii, songa mbele, wananchi wanakuona wewe. Wangapi wanakaribisha? Asante Mheshimiwa Gusii. Ngoja selector. Vile niko naye minority leader, ingawa tunajua bungeni Azimio ndio majority, intellectual, ujumbe ya Unguja, James Opio Wandai, iko hapa. Kutoka kule Vihiga tuko na Senator Godfrey Osos, yuko hapa. Alafu waziri wa sherehe kutoka Nairobi County, huyu ndio Mluya alipata kura nyingi kuliko Waluya wote, Edwin Sifuna, yuko hapa. Vile tuko na wabunge wengi. Niko na mheshimiwa kutoka Kitundu Masaba, Mheshimiwa Kisii yuko hapa. Hebu julisha wananchi wapendwa, wajumbe kutoka kaunti ya Kisii na Nyamira wale wako hapa. Alafu nitajulisha wale wa kutoka nje. Mheshimiwa Baba Murama ke kwa Kitundu Masaba. Mheshimiwa Gusii leo. Mheshimiwa a leader of minority, a leader of majority, Mheshimiwa John Henry Maracha, wapi makofi. DJ wapea vijana kwanza kama kidogo tu consult DJ. Aya selector. Kidogo. Vile tuko na msichana wetu, unajua baba ni mkarimu. Alichukua msichana kutoka Nyamira County akampatia nomination katika bunge la kitaifa, anaitwa Irene Mayaka. Wapi Rene? Huyu ni msichana wetu kutoka Nyamira County. Songa hivi nimekurikwe. Alafu
Alafu iko wabunge kutoka kaunti jirani, si namna hiyo? Tuko na gavana kutoka Migori County, Ochilo Ayako, si Migori ni jirani? Tuko na wabunge kutoka kaunti jirani hapa Kasipul, si unajua Kasipul imepakana na Kisii, Sachanso Mondowere iko hapo. Huyo ni mjumbe ya Kasipul. Iko huyu mbunge ameweka hii mandevu kina dada wanapenda kutoka Alege Usonga, mtu amesoma sana, anaitwa Tandi Pekme, iko hapo. Iko mwingine kizungu mingi anaitwa Jared Okelo kutoka Nyando, iko hapo. Iko jirani kutoka Suna West, Mheshimiwa Peter Masara, iko hapo. Tuko na daktari, the best pediatrician in Africa, ambaye alibadilisha Kenyatta National Hospital, Dr. James Nyikal, yuko hapo. Tutakuwa tunaendelea kutaja kadri tunavyopewa majina. Sasa mimi nauliza, nani amebaki? Nani amebaki? Nani amebaki? Seneta Washiria, tunapomkaribisha Mheshimiwa Salasia. Twende kazi. Mheshimiwa Peter Salasia. Wewe Mheshimiwa Salasia, ulisema utafanya ile kitu baada ya wiki moja. Nafanya hapa. Sijui umefikia wapi kwa hiyo mradi yako. Nairobi County majority whip kwa assembly ya Nairobi County ni kijana yenu kutoka hapa Kisii, anaitwa Ogeto. Huyu kijana, asante sana Mheshimiwa Ogeto. Vile vile kutoka Murang'a County iko rafiki ya baba anaitwa Kamau wa Raila. Huyu Murang'a County peke yake ilipatia baba kura 1700 Murang'a County peke yake. Asante sana watu ya Murang'a. Wananchi wapendwa, tumekaa siku ngapi bila mvua? Tumekaa siku ngapi bila mvua? Hebu angalia juu. Baba amekuja Kisii na nini inafanyika Kisii? Mawingu yametanda. Baba amekuja Kisii na nini inafanyika Kisii? Mawingu yametanda. Eyo chikini. Twende kazi. Na sasa nauliza wale wananchi wapendwa, mko pembeni, songea karibu, songea karibu, ingia uwanjani uone baba ana kwa ana. Na sasa niombe sote tupate kusimama, wale tuko kwa jukwaa tupate kusimama kwa heshima wakati anaingia sasa rasmi kinara wetu mpendwa Raila Amolo. Raila Amolo.
na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wimbo wa taifa. Tukisalia kusimama, nimwalike Pastor Kenyanza kwa kanisa la SDA atuongoze kwa maombi mafupi. Mtumishi wa Mungu. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu mbinguni, tunakusifu na kuliinua jina lako siku ya leo. Asante Mungu kwa kukubali tuone siku ya leo, na asante kwa wageni ambao tulitarajia wamewazili katika uwanja wa Gusii. Mungu wetu, tunakuomba usidi kubariki nchi yetu ya Kenya, utupatie mvua iweze kunyesha ili watoto wako waweze kupata chakula ya kuweza kuwainua maisha haya wakati ambao tunakungojea. Mungu wetu, tunakuita kila wakati, utupatie viongozi wema ambao wataweza Wakenya waweze kufurahia na pia tuweze kupata amani ya haki katika nchi yetu ya Kenya. Maombi ambayo yatakayofuata tumeyakabidhi mikononi mwako, na wote ambao wamewazili hapa tumewakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante, niombe tuketi. Your Excellency Engineer Dr. Raila Odinga, Your Excellency Honorable Martha Wangari Karua, Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Your Excellency Governor Paul Simba Arati, Governors present, Senators, Members of Parliament, delegations from various county assemblies represented here, distinguished guests, all protocols observed. Your Excellency, sir, with your permission, there is a particular youth group, dancers from Kisii County, that have a special performance, and at this time allow me to request Nyamira kindly invite them on stage for a quick one, and then we'll proceed with our program. Thank you very much, my brother. Your Excellency, niwakaribishe Kisii Dance Academy. Wako tachita chomora na munto tacho mwaka bagania tega. Mora togo tega kuangenge. So DJ, are you ready as they present one song, a dance made in Kisii, made in Wasongo. Wapi nuru ya Kisii?
sana. Niombe sasa kwa heshima, taadhima kuu, ikiwa mwingi wa unyenyekevu wa gatuzi hili la Kisii, moto wa kuletea amani Kisii hoye! Kisii hoye! Nataka nichukue nafasi hii ya kipekee kwanza, kabla sijakaribisha wageni, abantu baminto mbiyamole naende mulino muhoko mnanto bwatabarayi baitoga mukungancha nimaite nimbwata abajumbe abangenga, na nitaongea Kiswahili kwa sababu kila mtu anaelewa Kiswahili, si ndio? Mtanikubalia, niko na wabunge wengi, lakini wabunge, maseneta, magavana na vile vile tuko na Mheshimiwa Makamu wa Rais aliyekuwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mama aliyekuwa Deputy President wetu katika chama cha Azimio, ambaye ni Deputy President na rais wetu Baba Raila. Kwa sababu nataka baba aongee wa kwanza, ndiposa aweze tena kumaliza kikao hiki. Mtakubali baba atuongeleshe wa kwanza. Baada ya kuongea, mnataka kwenda wapi? Kutoka hapa mtafika? Haya, tutaona. Ndiposa mimi nitaongea baadaye masuala muhimu ambayo sisi kama serikali ya ugatuzi wa Kisii tumefanya. Eti nasikia kuna watu walikuwa wanasema hakuna mkutano itafanyika. Mkutano ya nani itafanyika? Seminyi ni wa Kisii hapa. Mkutano imefanyika ama haijafanyika? Tunasema wale wazee wakuwa na heshima kidogo, na sisi tutawaheshimu. Lakini kabla sijaongea, nikubalie tu. Haya, wacha Matiang'i, tutapeana ripoti ya Matiang'i. Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnataka niongee juu ya Matiang'i? Mnapenda Matiang'i? Mtasimama na yeye? Wacha nione kule juu, mtasimama na Matiang'i? Angalia kule, angalia. Mheshimiwa Daktari Matiang'i alikuwa hapo pamoja na sisi. Tunamngojea kama atafika wakati tunamaliza, ataungana pamoja na sisi. Ni sawa? Na tunataka tumwambie kwamba sasa yeye Eugene Wamalwa, waziri wa zamani, simama tafadhali kidogo. Huyu alikuwa ni waziri wa majeshi, defense, na Matiang'i alikuwa ni waziri wa interior. Kwa hivyo hawa ni watu wanafaa kupewa heshima. Ndio. Walifanya kazi wakalinda nchi yetu, na tutahakikisha kwamba tumesimama na wao. Asante waziri.
Nikubalie nichukue nafasi hii ya kipekee nimkaribishe Mheshimiwa Prime Minister, Rais wetu Odinga atusalimie. na majeshi kutembelea Gusii. Muna furaha? Tulikuwa katika uwanja huu mara ya mwisho wakati tulikuja hapa ili kutoa ujumbe wa mwisho hapa, na tulikuwa tunasikia pale na Simba alikuwa amesimama imara, na kulikuwa na wale wazee, kulikuwa na manyana na yeye. Nikamwambia hurumia hawa wazee, mimi najua mambo yao. Unajua hawa wazee mnawajua? Nijua mambo yao ilikuwa ni tumbo tu. Simana umetoka kwa nene ingine. Lakini kwanza nataka kutoa shukrani kwenu Gusii kwa kura mlipiga kwa fujo, kwa mama na baba katika uchaguzi uliopita. Kura yenu imenyesha kama mvua ya Gusii. Hiyo kura ile kuki mlirusha ilipiga swara, swara ikakimbia ikaibuka kule ndani msituni. Mwezi wakakimbia kule wakaenda wakaanza kuchinja. Tunachinja kwa swara yetu. Tunaanza vizuri? Tuwache wachinje. Tutafuna swara zetu. Tulete nyama nyumbani. Unasema tulete nione. Tunasema wizi ya uchaguzi, wizi wa kura ndio mwanzo wa wizi wa mali wa wananchi wote. Hapa ninaanza, unaiba kura na unaendelea sasa kunyakua mali ya umma yote. Tumeelewana? Hawa jamaa walikuwa hawana mpango ya kuendesha serikali, ndio sababu walikuwa wananyamba, wanatoa ahadi. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo walikuwa wanajua hawawezi kutimiza. Mosi tukishika, tunaangalia maslahi ya mahasla. Sisi tunaleta zile hata fund shilingi 500, unafanya na nini? Unafanya na nini? Hadi gharama ya maisha inarudi chini. Bei ya unga tutateremsha kutoka 200
hata kidogo. Hiyo ndio sababu naona tumefika pale tuko hapa sasa. Sisi tunataka kuona kama gharama yale ya maisha yote inarudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi ikianza hakuna mwisho wake. Maona wale ambao walikuwa wameshtakiwa na serikali ndio mambo ya wizi wanafunguliwa, kesi inatupuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa. Wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama machairman au MD ya parastatal za serikali. Simeona hawa mambo mengi ambayo serikali hii imefanya, hata kuajiri watu wanaajiri kwa njia ya ubaguzi. Wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51 watu wa kabila mbili 26, zingine napata moja kama hapa Nyanza, 2 imeenda hapo kwa Jaluo, moja kule Kuria. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwa hiyo Kisii si wa Kenya? Kisii ni wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51 na hata hakuna mmoja Mkisii. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii. Kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi. Mafuta, toa kodi. Unga, toa kodi. Mkate, toa kodi. Kwa Kenya, toa kodi. Sigara, moja podaron, hiyo pesa wanaleta hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na kuna Mkisii. Wanatoa Solicitor General Mkisii, wanaweka mtandao mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Mtaa Mkisii, mwanaweka Mkisii. Hakuna Muslimu pia mweweka. Tunaelewa vizuri? Hata kwa pande sasa wanaenda kutafuta Bwana Matiang'i. Mimi napata simu, naambia jamaa wamevamia Matiang'i. Nakimbia kufika pale, na kuna wakili Darasa na Umari ananiambia mimi wamesikia wanakuja, wametoroka. Na nikamwambia kama mlikuwa natafuta Bwana Matiang'i ungekuja mapema, na ningemwambia mnakuja ili awe na ngoja nyinyi. Mnaelewa vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa wa cybercrime wataenda kwa Matiang'i asubuhi hii. Napigia Matiang'i simu, simpati. Bali mzuri napata wakili Bwana Darasa na Umari, kwambia kimbia mara moja kwenda kwa Matiang'i, wale vijangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka akaenda huko, akapata habari ya jio jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu, wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu, kusikia amekuja namna hii, wanatoroka wanarudi Nairobi kwa mahakama. Kumbe kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chamber ya jaji. Akaenda kumwambia jaji kwamba hii kesi huwezi kusikia kwa chamber, hii mpaka iende kwa open court. Pale mimi hata waandishi wa habari wako huko ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa Bwana Umari akamwambia sisi kama mawakili ya Bwana Matiang'i mpaka tuwe served na notisi ili sisi vile vile tuje hapa
tujitetee. Basi mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa Machi, 7th of March kwa mahakama. Tumeelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni, wanakwenda kwa Matiang'i, wanasema wako na order. Order ulipata wapi? Na tulikuwa mahakamani na ulikataza order. Walikuwa hawana court order, walikuwa hawana hata order ya search warrant. Wanakuja pale kwa mlango ya boma kule na magari, wanavunja, alafu wanaingia ndani kama wale wanajeshi wa Hitler. Wanaingia kwa nyumba, kuna askari pale, kuna nini, wanasema funga mlango, wanafungua. Wanaingia kwa room nyingine, wanasema fungua hii, sina kifunguo, wanavunja. Kwa hiyo nyingine wanavunja, wengine wanavunja, unavunja milango ya mtu kama hizi. Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simwandike kama wangwana, simwandikie barua ili akuje, ili mmoja yeye. Bwana, mnaenda kwa bomo yake, mnavamia kama nyinyi wanajeshi wa Hitler, mnakwenda kupiga mtu. Hakuna bwana. Ukienda kwa sasa, mimi napigiwa simu tena, hao jamaa wako hapa, wamevamia tena, wanafanya msako. Mimi naanza mbio kutoka huko pale mliko, nakuja. Ukisikia mimi nakuja, wametoroka. Sasa sisi tunasema kama Kenya hii hatuko katika hali ya hatari. We are not in a state of emergency. There is no reason why civilians should be harassed by this regime. Particularly people who have just left government. If these people were also government, Bwana Ruto was a deputy president. Matiang'i was with him in the cabinet. Kama kuna kitu natafuta kwa Bwana Matiang'i, mwambie Bwana Matiang'i watu wenu wanakuja. You should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in any court of law. But to follow the procedure properly, sio? Sasa hii serikali, watu ambao hawana hatia wanakuwa harassed. Wale ambao walikuwa wizi, ambao walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambayo walikuwa maiba, mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali. Kama Bwana Gachagua shilingi milioni 200, ilisemekana hiyo pesa iliibiwa na mahakama ikasema iwe ilipelekwa kwa serikali, ikatoa ni milioni shilingi. Hiyo pesa sasa anarudishiwa, Bwana Gachagua anarudishiwa. Unaelewa vizuri? Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa, wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka. Serikali inanuka. Wala chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu wetu. Sasa walikuwa sababu hawana mpango, wameweka sahihi na shirika la ng'ambo, hii tutafanya, hata yale ambayo hayawezi kufanyika. Ndio sababu mnaona gharama ya chakula imepanda, bei ya sima imepanda, kila kitu imepanda, karo ya shule imepanda. Sasa uchumi hawezi kuendelea. Pesa yetu ya shilingi inazidi kushusha kwa gharama. Thamani ya shilingi inashusha kila siku.
Sasa imefika dola moja shilingi milioni 100 na shilingi 130. Unaelewana vizuri? Gharama ya maisha itazidi kupanda katika taifa letu. Ndio sababu tunasema hawa jamaa walikuwa hawana mpango na hata hawatakuwa na mpango, hawezi kuendelea mbele, sivyo? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo niko hapa na resolution mimi nataka nisome. Sasa kama niko njaa siwezi kanga shangara magani niko tayari kulipa gharama sitasimama maovu. Baada ya mwisho mkutano hii nitauliza nyinyi na swali. Mtasoma hapa kwanza, alafu baadaye nitakuja kuuliza kama mnakubali ama la. Sawa? Resolutions of Kisii People's Baraza, 17th February 2023. We, the people, having met here in Kisii on this 17th day of February 2023, to deliberate on the state of our nation, hereby resolve as follows. 1. That the people of this region willingly and fully associate themselves in the struggle to ensure electoral justice, economic justice, and the protection and preservation of our hard-won democracy and multi-party politics, and will participate in all endeavors towards this goal. 2. That the people of this region willingly and fully associate with the struggle to ensure that at all times the leadership of this country shall be picked through the ballot in free, fair, transparent, and credible elections, and that at all times the choices made by the people of Kenya and the ballot shall be respected, and stolen elections shall not be allowed to stand. 3. That the people of this region agrees with the other Kenyans that the core mandate of our government is to make the living conditions of the people better by ensuring that basic goods and services are available and affordable, and any government that fails in this mission has no business being in power. On this account, we will participate in any steps being taken by the people of Kenya to bring down the cost of goods and bring an end to punitive taxation. 4. That the people of this region agree to work with all other people in other parts of Kenya to ensure that Kenya does not revert to a single-party dictatorship, but remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects personal rule. We will fight to ensure Kenya remains the biggest democracy in the Great Lakes region and the Horn of Africa, as it has always been. Finally, that the people of this region join other Kenyans in rejecting attempts to reconstitute the IEBC in a way that favors Kenya Kwanza regime, and shall fully participate in all efforts to ensure that the reconstitution of the IEBC is done in a consultative manner that respects the views and feelings of all Kenyans, regardless of party affiliation. Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mliona Chebukati, mliona Chebucheta, mliona Chebucheta. Bwana Chebukati alikuwa yeye ni wawili, yeye na ngapi? Pande ile
wake Bibi Cherera na watatu, Odinga walikuwa wanne, Odinga walikuwa watatu. 3 na 4 hivi ni mingi zaidi. 3 na 4 hivi mingi zaidi. Majority walikuwa wale wanne, wao walisema la. Walisema nini? Walisema nini? Chebukati na wale wawili karagosi wake wawili walisema ndio, sio? Hivi ni mzito zaidi. Hivi ni mzito zaidi. Baba aliteuliwa na makamishina 4. Bwana Ruto walikuwa 3. Sio? Isitoshe, yule mfichwaji wanaita whistleblower alipiga firimbi, kule ndani, sio? Akatoa matokeo ya uchaguzi vile iko ndani ya saba ya IBC, na vile yeye ametoa ni hata wataalamu wetu wamepata namna hiyo. Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Ndio nzuri. Baba na Martha walipata milioni 8,100,000. Hiyo ndio ukweli. Ukweli hayozi. 8 na 5 hivi mingi zaidi. 8 na 5 hivi mingi zaidi. Kwa mimi naweza kutembea na madaha bila kuangalia nyuma, maana najua nilishinda uchaguzi. Tumesema hatuwezi kuvumilia wizi ya kura kila mara. Mambo ya wizi ya kura mpaka ifanye nini? Nauliza nyinyi Gusii, mnasema uwizi ya kura tumalize? Uwizi ya kura ndio mnasema nione kwa mkono. Tumesema wizi ya kura mpaka tumalize. Ndio sababu leo tumekuja hapa Gusii. Nataka ulimwengu yote angalie pale mko, runinga iko mpaka Amerika wanaangalia nyinyi. Hata kule Australia wanaangalia nyinyi. Kule bara Ulaya wanaangalia nyinyi. Nataka muinue mkono tena ili ionekane kwa runinga ya wamesikia vizuri kabisa na kwamba Kenya wamekataa. Kesho tutakwenda kule Kisumu. Unaona? Tukitoka Kisumu siku ya Jumatano tutakuwa na maombi kule Nairobi, Jimanjika. Sawa? Alafu wikendi kujao tutakuwa Mombasa. Tutaenda Kiambu, tutarudi Nairobi. Tutapiga firimbi. Mko tayari? Nani atakuwa? Hatuwezi kuwa na Kenya ambaye inatawaliwa na wezi, na vile majambazi hawana heshima na uhuru ya Wakenya. Hii maneno sitakoma. Tuko vile hapa na vijana wanaita Movement for Defense of Democracy. Nataka mmoja yao akuje hapa. Baba
is no one who is more greater than anyone. Sawa? Hata tunawaambia wakiomba, sisi hapa ni vijana pia tulizaliwa na wanawake. Wasituone kama sisi ni magaidi. We love this country more than they do. That's why we are here today. Sawa? Sawa? Na kama the story of the three lepers. Wangapi wanasema Biblia? In the story, 2 Kings 7:3-20, kulikuwa na watu watatu walikuwa na ukoma. Watu walikuwa wamewadharau, wanasema wananuka, lakini wao watu walisema tukikaa hapa tutakufa, tukienda kwa Asiria watatuua. Wakafanya uamuzi, we will die while facing the Syrians. Wangapi wameamua we will die while facing the Syrians? Asanteni sana Kisii, wacha nikaribishe Dennis. Vijana oye! Kisii TV! Vijana ria! Wana paa! Simaria! Mko tayari? Twende status! Baba tunakuambia kama vijana wa Kisii, maisha imetutosha. Maisha imekuwa na gharama kubwa. Mpaka vijana wengi tumeshinda kuwa baba. Tunakuambia leo hii hapa Kisii, tumechelewa, tunataka kuingia status. Kwa sababu baba alishinda kuwa sio. Tukasimama na Matiang'i. Tusasimama na Matiang'i. Nyonyesha mikono ya Fred Matiang'i. Nyonyesha mikono ya Fred Matiang'i. Nyonyesha mikono ya baba. Baba tumesema kama wa Kisii ya kwamba raundi hii hakuna kubagua, ni kutembea na wewe mpaka State House kwa sababu ulishinda kuwa sio. Baba kusimbele. Asanteni sana. Haya. Vijana vya Kisii na Nyamira Muyamora nende. Baba ameniuliza niongee kwa lugha ya Kisii ili niweze kutuma ujumbe kwa wale wazi wako pale Nairobi. Abantu baminto Gusii abasaba ngirakuna bagati nitukoria rero tuwate nyangia nene ekiongozi yetu Raila Odinga ikirira wali Gusii ado tuma ujumbe ado kwamba Gusii tuwagete jikura boronge abakabara n'abatumwa bakaibera nayo biyaria. Kura yetu iko kwa baba na sisi tunasimama na baba. Wanasema baba ati anafanya maandamano, lakini haya si maandamano. Hii ni People's Consultative Forum. Na kama ingekuwa ni maandamano ndio ilifanya tukapata uhuru, hiyo basi tutaandamana. Kama ni hiyo baba, tutasimama na wewe hadi mwisho na tunakuhakikishia kama jeshi tutaenda safari pamoja. Asante. Kisii hoye! Kisii hoye! Viva Kisii viva! Tuko hapa as the majority who voted for Raila Odinga, the legitimate president of the Republic of Kenya. Mwambie huyo Zakayo ashukiwe! Ashuke huyo mti! Ashukisha ushuru! Ashuke huyo mti! Ashukisha bei ya unga kwa sababu
unangoja nini jamani? Baba unangoja nini? Baba unangoja nini? Unangoja nini baba? Ruto ende wapi? Ruto ende wapi? Ruto must go. 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 Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni nini? Sababu ya Ruto kwenda nyumbani hatuna chakula ya kukula. Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni kutoza ushuru wananchi wa Kenya. Sababu ya Ruto kwenda nyumbani ni kwa sababu aliiba kura ya baba. Haya, nashukuru, asante. Dakika moja tafadhali. Sawa. Wakisii oye! Wakenya oye! Jina ni Baraka M. Jafet kutoka Meru kule kwa miraa. Mepanga baba wani wawe. Sasa nimefika hapa leo kuambia sisi kule Meru, kule Mlima Kenya, rais ambaye tulichagua ni Raila Amolo Odinga. Waziri mkuu ni Stephen Kalonzo, lakini mwenyaliwa kura yetu ni Amerika, Britain na Israeli. Sasa tangu Amerika waliwa kura zetu na kuweka Ruto, nataka niwaulize, si kila mtu analia? Nataka nitaze uniambia kama analia mali, si ndio? Wakenya wanalia mali, wazazi, walimu, wakulima, mama mboga, mtu wa bodaboda. Ya mwisho, mimi nasema mtu aende nyumbani, kwa sababu ukiangalia manifesto ya baba hakuna kuwa na maana hata family planning. Nataka nikitaka kitu nasema fili sawa, nyumba, chakula, bibi, mama, kila kitu. Asante sana, Mungu awabariki na msikilie Simba hadi ya Marathi na Matiang'i. Hiyo ilikuwa ni jeshi ya baba wameongea. Nataka niingie katika kipindi cha pili, na kabla sijaingia mnikubalie niseme haya. Najua kwamba kuna waheshimiwa wabunge, na mnisikize vizuri, msikize waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Kuna vitu mbili pekee yake nataka niwaombe. Kisii ilikuwa imepewa pesa na wahisani ambao ni Saudi Bank na Badeas ambazo ni 2 bilioni. Nimesikia jana, na nataka nilete salamu na apology za mheshimiwa Kibageni kwa sababu yuko katika budget. Nimesikia wanasema kwamba wametoa bilioni 1, wamebakisha 250 million. Sisi, are we children of a lesser God in this government? Nataka niwaulize tafadhali waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Those banks zilikuwa zimepeana ile kitu tunaita no objection. Kwa hivyo pesa zetu the 2 billion msikubali zitoke katika bajeti. Ni ya Cancer Center. Pili, mliniona nimeenda State House. Wakati nilienda State House, nilienda kumwona mheshimiwa Daktari William Ruto. Wakati nilimwona, mnisikize, tulikuwa tumekubaliana kwa sababu serikali ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikuwa wamekubali kupeana Kisii University, Maseno, Masinde Muriu na Egerton 500 trillion, na ilikuwa inatoka kule UK Export Finance. Ile kitu pekee yake ilikuwa inahitajika ni kitu kinaitwa no grant, no objection, all sovereign guarantee. Tukakubaliana na mheshimiwa Ruto, nikaleta wazungu kutoka Manchester University, Oxford University,
na Christine Hospital, wakakuja tukaongea pamoja, lakini nasikia kuna watu wanapinga kwamba pesa hiyo deni ni kubwa. Kwani sisi wa Kisii hatufai kuwa katika deni ya Kenya? Tunataka kusema hata sisi wacha tukue katika deni ya Kenya. Kisii basi ilikuwa hapa. Na mimi nimesema Mheshimiwa Machogu nimemwachia hiyo kazi kwa sababu yeye ni waziri wa elimu, kwamba hiyo pesa lazima ije. Kuja hapa. Hivyo tu ndio tutakuelewa sisi pia ni Wakenya kama wale wengine. Tafadhali. Kitu ya pili nataka niseme leo hii hapa Kisii, nyinyi mulipiga kura, mulinipigia kura 270. Nashukuru, lakini nilipata kaunti ambayo imeoza. Jana hapa tulipewa ripoti ya wafanya kazi 1,300 ambao ni hewa, ambao wanakula pesa nyingi, watu 133 ambao ni disabled, lakini 100 wako na certificate za uongo. Si mmesoma hapa? Si mnataka kazi? Naambia mimi sirudi nyuma, nauliza EACC, if you are serious, nimeona ya responded, kuja niwapee ile report. Kamata mtu, kamata mtu, peleka yeye mwisho. Swala la Mheshimiwa Matiang'i, hata kama ni kilema, hata kama ana macho moja, alifanya kazi kwa serikali na akatupea jina, tukaheshimika. Tunaomba tafadhali serikali, kama mko na shida na Matiang'i, ita yeye. Hakuwa mtu hivi, alikuwa ni waziri wa usalama. Chochote kibaya kikitokea kwa Mheshimiwa Matiang'i, ikiwe ni jambazi, ikiwe ni askari, tutakuuliza wewe kama kiongozi wa nchi, ni nini kimefanyia ndugu yetu? Na wanaume na wanawake wanazaliwa mara moja, wanakufa mara moja. Kifo ni kifo, lakini wacha tupate haki mbele ya Mungu. Mji huu, na nataka nielezee viongozi, nataka niwaelezee viongozi, siku nyingine tutakapokuja ni mji, kila mtu kutoka Meru, kutoka Narok, tutakuwa tunafanya benchmarking hapa, tutanyorosha watu na kazi itafanyika. Nikubalie dakika moja nimwite aliyekuwa ambaye ni deputy president wetu Mama Martha Karua atusalimie na mlete pia vice president. Nataka kumwambia machache. Baba amemwelezea kura zenu mliompigia ziliibiwa. Tukaenda kotini, koti ikatupa kesi. Lakini koti ile kubwa kushinda koti zote ni koti ya wananchi, the court of public opinion. Tulimalizana na mahakama, sasa tuko mbele ya mahakama yenye nguvu zaidi,
wananchi, na tuko mbele yenu na ushahidi mpya. Whistleblower akaonyesha vile ziliibiwa na tuko na idadi ya kura sababa, si amemwelezea? Kwa hivyo kwa koti ya wananchi, ni nani alishinda uchaguzi? Ni nani mulipigia kura? Muelewe, hii vita sio vita ya baba au Azimio, ni vita yako wewe mwananchi. Kura yako ikiibiwa, ni nguvu zako zimeibiwa, sababu yale ulitarajia haitafanyika. Na ndio unaona gharama ya maisha iko wapi? Bei ya unga iko wapi? Hizo zote baba angekuwa ameteremsha. Katiba ya Kenya imekupatia ushukani wewe mwananchi. Unaweza toa amri mara moja na mambo ikalainishwa, na ndio tukaja kwenu mkikata shauri ushindi wa baba umrudie. Na serikali bandia iende wapi? Serikali bandia iende wapi? Hebu nikuelezee ndivyo uelewe vizuri. Ile tuko nayo ni serikali bandia, serikali ya majambazi. Kitu ya kwanza waliofanya wakiingia kwa ofisi ni kuondoa mashtaka mbaya zaidi, ile inahusu wale wanajiita serikali. Mashtaka ya wizi mkuu, mashtaka ya unajizi, mashtaka ambayo ni ya mambo haieleweki. Wameondolea mabwenyenye, mnyonge angali kotini. Kama mtu hakuwa na hatia, kwa nini ushahidi usitolewe, wananchi waweze kusikia ushahidi, wajue hakukuwa na kesi? Kesi zimeondolewa gizani. Hiyo ni serikali ya majambazi au ni serikali ya ukweli? Jambo lingine wamefanya, wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremsha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua. Wamepeleka wapi? Wakati wa kiangazi, wakati wa njaa, wameondolea pesa ya kusaidia mnyonge aweze kupata chakula. Wakati vijana wetu hawana ajira, ameondoa mpango wa kazi mtaani. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, imeenda tumbo za watu. Wameondoa mipango yote ya kusaidia mwananchi. Watoto wengi walipita mtihani wa standard 8 wangali nyumbani sababu mzazi hana pesa. Iko watoto kama hao hapa Kisii. Nataka uelewe, serikali ya Kenya iko na pesa ya kutosha ya kuelimisha kila mtoto Mkenya, na ndio baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu mzazi hangehangaika na fees tena. Pesa ya fees imeenda wapi? Ameondoa subsidy ya petroli, na unajua petroli ikipanda gharama ya maisha inafanya nini? Ushukani ni wako. Uko tayari kulipa gharama ndivyo uweze kurudisha serikali halali kwa nchi yetu. Na ndio umesikia tukiimba hiyo wimbo wa Juliani, tunasema niko njaa siwezi karanga, oe hae shagala pagala, tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Asante DJ. Sasa nakuuliza, utakubali kweli maovu yatawale Kenya? Utakubali serikali ya majambazi? Mimi nakuuliza, kama tunafuata sheria, kwa nini Fred Matiang'i ahangaishwe kama yeye ni mhalifu? Matiang'i ni Mkenya, apewe heshima na sheria ifuatwe. Kama iko kitu
Raila, si walienda kotini wakanyimwa oda. Wangojee koti iamue kama wako na ruhusa au hawana ruhusa. Waliingia kwake bila ruhusa, wakavunja mlango, wakavunja mali yake. Kama mtu wa kiwango ya Fred Matiang'i hana usalama, wewe mwananchi uko na usalama? Hii ni serikali halali au ni ya majambazi? Mimi nawaomba tusimame imara, na ujue kama Dr. Matiang'i hana usalama, Mkenya wowote hana nini? Usalama. Tunawapatia onyo ya kwamba kama Wakenya ambao tumepatiwa uwezo na katiba yetu, hatutakubali iendelee namna hiyo, na ndio tukaja kwenu tuungane pamoja tuweze kuokoa nchi yetu. Tumekubaliana tutaokoa nchi yetu. Hiyo ndio message yetu leo. Naonyo kwa William Ruto, siku zako ni chache, sababu tunaambiwa siku za mwizi ni 40. Hizo siku 40 zimeisha. Hii ni wakati ya Wakenya kurudisha mamlaka mahali inafaa na mahali maslahi yako itaangaliwa. Kwa elimu ya mtoto wako, kwa njaa ya Wakenya kuisha, kwa mambo yetu kuboreshwa, lazima tusimame pamoja tuseme enough is enough. Enough is, na tuambie William Ruto na marafiki wake tumetosheka na wao, na sasa tunataka waondoke. Mmekubaliana hiyo? Ruto must? Mmekubali hiyo hapa Gusii? Haya, basi wacha nimwitie ndugu yangu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Your Excellency the Vice President, nataka niulize tafadhali, wasemaji ni wengi, naomba kwa wale walimogosoka mwosoka muganye njaa mwate nabale komole mutole egasi mwono twansire sasa. Your Excellency, karibu. Asante. Asante sana. Kisii, kore na zangu. Niamure naende. Hamjambo. Leo ni leo. Naomba munisikilize. Baba ako hapa anakuja kuweka the question. He is coming to put the question. As many as that opinion tuseme, kwa hivyo anakuja bila shaka yoyote. Kwa sasa hivi tumerudi Kisii. Kisii ni mahala pa ajabu. Mimi leo kutoka Keroka kupitia Kehungu na kuingia mji huu wa ajabu wa Kisii, nimeona mwanzilishi wa the real movement of the people, and that is Governor Simba Arati. Huyu kijana huyu, na mimi niko na hali ya kutabiri. Nilitabiria mzee mmoja kwa mazishi, rafiki yangu anaitwa Profesa Ngeri, wachana na huyu.
ni kama kuja kuambia Raila asikuje Kisii, ni kama unasema mto Nzoia usipeleke maji ziwani Lake Victoria, ama kusema maji ya Lake Victoria hii kupitia Uganda kwa mto Nile isiende Mediterranean Ocean. Yaani wewe unasema Raila asikuje Kisii. Basi leo tumekuja tuzungumze na nyinyi wananchi, People's Baraza, bila woga, bila mapendeleo, tukiamini kwamba sisi ni nchi, one nation under God, and nobody has the monopoly of prayer. Ndio tukasema Jumatano tuende kwa maombi. Mkiona yale yalifanyika jana Nairobi, mimi na ndugu zetu hapa tukiongozwa na ndugu Raila na masista Martha na Jeremia Kioni alikuwa ametolewa mamlaka kama katibu mkuu wa chama cha Jubilee, chama ambacho ni mojawapo wa vyama vya muungano wetu wa Azimio One Kenya Movement. Sasa ODM ni Azimio, Wiper ni Azimio, Jubilee apate leader yake ni Uhuru Kenyatta. Ndugu yangu Amalo hapa atakuja kuongea, mtamsikiliza. The immediate defense minister, mambo ya defense na mambo ya hali ya juu, is coming to talk to you as a party leader. Na wenzetu hapa, Governor Paranya, one time the chair of the entire team of governors in our country. Yaani watu wameamua ni lazima tusimame tuokoe nchi yetu. Jana tukasema lazima tuokoe kile ambacho kimewekelewa mkazo chini ya katiba yetu ya 2010 ambayo wengine walipinga na ndio sasa inawashikilia. Kusema kwamba Kenya itakuwa nchi inayomilikiwa na vyama vingi, kusiwe na mtu ambaye atasema chama kimoja kikalia vyama vingine. Na ndio sisi zote tukatoka tukasema lazima defend our democracy, defense movement for the defense of democracy. Wakisii wangapi wanakubaliana kwamba Jubilee lazima imarike na isichukuliwe na walaghai, isiharibiwe? Wacha niwaambie ukweli, ukiona watu wanakimbia na kusema Raila asikuje huku, hao ni watu ambao wanajua wana madhambi mengi na wanataka wakimbie kule wasipelekwe kwa mahakama. Gavana Simba Arati amesema hapa kuna orodha ya wale ule wizi ulifanyika, badala ya kumsumbua na kushika Fred Matiang'i, shika wahalifu hawa ambao waliiba mali ya Gusii. Si ni kweli? Mimi nimesema mimi ni wakili, and I really go to court having been vice president, but one case ambao mimi nitaenda kutetea ni washike Matiang'i. I'll be the first one to defend Matiang'i, kwa sababu hii ni fitina. The minister in charge of internal security ni mtu katika nchi yoyote ile mwenye maana sana. Nitoka mfano, one time nilienda kushauri ndugu yetu anaitwa Felix Tshisekedi, ni rais wa Jamhuri ya Kongo ambao sasa imejiunga na jamii ya Afrika Mashariki. Ndio unaona tukiimba wimbo wa East African Anthem bado tunazidi kupata nguvu. Nikaenda kumshauri, akaniambia aliyekuwa rais mbele yake Joseph Kabila alikuwa amemwambia, because alikuwa na coalition government, akaulizwa na Kabila, mimi ukitaka muungano wetu ustawi, wewe sasa ni rais Tshisekedi, ukichukua waziri wa internal security utachukua waziri wa fedha, yeye muungano wa Kabila utachukua hiyo. Tshisekedi akaniuliza maoni yangu, nikamwambia
serikali ni internal security. Kwa hivyo chukua internal security, wacha Kabila achukue mambo ya fedha. That tells you Matiang'i was not just a minister kutoka Kisii, alikuwa minister very well regarded kwa sababu kupigana na watu wengine kama majangili wa al-Shabab na kwingineko. Kwa hivyo badala ya kunyanyasa Matiang'i, kama wewe unaamini usawa wa nchi, ungemuongezea security kwa sababu hujui al-Shabab watatoka wapi aje kutafuta kulipiza kisasi. Badala ya kufanya hivyo, unanyanyasa Fred Matiang'i. Sorry, we are coming. Walekina kete bano na riagwe mkutano. Nitakuja kuongea. Utamwona kijana Mmasai ambaye anapigania haki. Kwa hivyo, wangapi sasa wanasema Fred Matiang'i asishikwe, na akishikwa tutamtetea, hajasema kuna makosa. Swala lingine ningetaka nikamilishe, hawa jamaa ikiwa kwa mafikira yao wameanza kufikia kuleta tena political assassination. My sister mother ametoka kidogo. Kuna mama ambaye amepigwa risasi na sniper, yaani yule mtu anapiga risasi na ujui imetoka wapi. And this mama, from information, she could be a whistleblower, mpiga virimbi kama yule ambaye alipiga virimbi baada ya uchaguzi ambao ulitokea matokeo mabaya na ya bandia. Huyu mama anafanya kwa National Insurance, Health Insurance Authority. Akitembea tu, ametoka katika ofisi zao hapa hiyo, driver akasema hawezi kuwabeba, atachelewa. Yeye na mwenzake wakatembea kwa miguu. Kufika akaona street or somewhere, anapigwa risasi. Wanaona mama ameanguka. Mama kukimbizwa na askari polisi walikuwa kule, akifika hospitali pronounced dead on arrival. Uchunguzi wa sasa hivi, watu wa magazeti wasikimbilie kusema it was not an assassination plot. Wanajuaje? Yani mama amepigwa risasi, pengine this is practice. Wajua unaweza kupiga bila bunduki kusikika, uanze kurudisha political assassination in Kenya. Wangapi wanasema yaya? Sema yaya. Kwa hivyo lazima tuwe macho. Pengine wananchi wakiamua kufanya maandamano ya amani, unaweza kuona wengine wanaanguka. Hii ni jaribio. Jaribio hili ni lazima tulikemee. Wangapi wanakemea hilo jaribio la kutaka kuwa wananchi bure? Kenya is not just another country. Kenya is a nation ambayo sisi tumepigania. Mimi nikasema Buffalo Soldier kwa sababu haiwezekani kabisa tuache nchi iharibike. Kwa hivyo niko hapa kuambieni, kesho chama cha Wiper kina kikao maalum Naivasha, and we want to be able to look at each other, kusema are we going to stand for democracy ama tutawacha cannibalization. In effect, I consider this a treasonable act, kwamba kiongozi anaweza kuharibu hali ya demokrasia kinyume na katiba. That is treason in my view. Kwa hivyo mimi nawapa onyo viongozi ambao walitumia jasho la baba, jasho letu wengine, wakachaguliwa alafu wanajipeleka Ikulu kuuzwa tu kama kuku sokoni. Wangapi wanasema wakifanya hivyo hatarudi tena mamlakani. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Na mimi huyu kijana nikiongea yeye huyu Simba right. Huyu
Unajua kwengine, you must stand for your people. You stand for your people anytime. Na sio tu wa Kisii, Kenya nzima. Wangapi wanasema sasa wa Kisii tutaungana na Wakenya wote kuhakikisha tunaimarisha demokrasia yetu. Wewe utaamini ripoti ya nani? Utaamini ripoti ya Chebukati ama utaamini ripoti ya mpiga filimbi? Wangapi wanaamini mpiga filimbi? Mpiga filimbi ndio huyo hapo ndani kwao. And I've raised a very serious issue, don't go your way. We need to follow this matter of this assassination last night. They are actually practicing on what they want to do. Ili kwamba if wananchi decide to go for peaceful demonstrations, utaona mtu anaanguka moja baada ya mwingine na unajua unapigwa. Lakini hata kama wakifanya hivyo, tutasimama, hatuwezi kukaa maovu ya kitawala Kenya. Asante. Mungu awabariki. Asante sana, Your Excellency, the Vice President. Allow me for the speakers. Tutakuwa wafupi tafadhali kwa maneno. Kabla ya seneta mtamuita. Mtamuita. Nikubalie niseme hili ndiposa nipeane mwelekeo. Tafadhali mkirudi nyumbani, kuna wale ambao tunawaita CHV, Community Health Workers, hapa Kisii, naambiwa wako hapa. Wale ambao ni wazazi, dada zangu na mama zangu, nimeamua mtakuwa kaunti ya kwanza. Wiki ijayo mtaekewa fedha katika akaunti zenu ambazo ni za mwezi wa Disemba na Novemba, ndiposa kutusaidia katika mambo ya kushughulikia masuala ya health ama afya katika vijiji zetu. Na niko na hawa wafanyakazi karibu 3,000. Nimeamua kwamba kulikuwa na hiyo pesa katika bajeti, hao kina mama na wazee ambao wana kitu wanasaidia kule ugonjwa kule mashinani. Nimeamua kwamba tutawalipa pesa kwa miezi hiyo sasa ifuatayo, lakini kuanzia mwezi wa 11. Kwa hivyo kama mko hapa pia nahakikisha kwamba mtalipwa pesa zenu wiki ijayo. Kwa hivyo kila mtu kwa akaunti yake. Nimesimamisha mambo ya kutoa pesa na kutumiwa. Kila pesa ya Kisii lazima ipitie procurement, voucher lazima ipatikane, na lazima mimi mwenyewe nione ni kazi gani imefanyika. Kuna biashara nyingine. Mnikubalie nilete apology ya mheshimiwa wa Bonchari, Mheshimiwa Onchoke. Alikuwa kui hapa, wako pamoja katika kamiti moja ya budget na Mheshimiwa Kibagendi. Watakoya Watakoya sijui kama kuna apology yake, kama iko nitaileta. Baba anasema Wajakoya alituma apology yake. Baba anatokea. Nataka uwezi babu wino. Babu tuliongea na yeye jana, aliniambia pia alikuwa kuja, sijui kwa nini hajafika. Kwa hivyo atakuja, lakini waheshimiwa MCA wote ambao wamekuja hapa, simama juu tafadhali. Waheshimiwa MCAs wote, naona wa Nairobi wako hapa, wa Kisii, weka mkono juu tafadhali muonekana. Hawa ni waheshimiwa MCAs. Asante kwa kuungana pamoja na sisi. Mtapea Nido Majority Kisii aongee dakika moja, nilete wa bunge tafadhali. Mheshimiwa, dakika moja tafadhali. Dakika moja.
Asante sana. Your Excellency the Prime Minister, waheshimiwa magavana, wajumbe, Mheshimiwa Rais wetu. Ni wangapi wanasema Raila ni rais wetu? Asante sana. Baba, ile kitu mimi ningeomba. Haya sasa, tumekubaliana ni rais wetu. Ile kitu tu mimi ningeomba. Baba, kuna mtu alikuwa anasema ati baba hatakuja Kisii. Hao watu Simba aliwatuma nyumbani, sasa wao ni wazee wa mtaa. Halafu kitu ya pili, baba, nilisikia chairman wetu wa ODM anasema anataka kuresign. Wacha resign, baba patie Simba haki hiyo kiti. Wangapi wamekubaliana Simba haki apatiwe hiyo kiti? Asante sana. Thank you. Haya, asante. Wacha nikubalie dakika haraka. Nimuite aliyekuwa waziri wa defense, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Dakika moja tu. Abana wanja sai biamore. Abana wanja sai mulembe. Kwanza niseme asante kutukaribisha hapa. Na niseme asante hasa kwa gavana wenu Simba Arati. Sababu tulikuwa tumeelezwa eti Kisii imekuwa kama Kismayo, hatuwezi kanyaga hapa. Lakini kumbe mko na gavana wa nguvu. Simba Arati ako imara kama nini? Makofi kwa bwana Arati jamani. Mimi vile mmeelezwa, nimekuwa waziri wa ulinzi hadi Novemba mwaka jana, na nimekuwa nafanya kazi kwa karibu sana na ndugu yangu Daktari Fred Matiang'i, yeye akiwa waziri wa usalama. Yeye amekuwa chairman wetu kwenye baraza la mawaziri. Na leo tumekuja hapa Kisii. We want to address Mheshimiwa William Ruto tukiwa hapa Kisii kwa Dr. Fred Matiang'i. Sisi tunajua ya kwamba there was bad blood between you, Dr. William Ruto and Dr. Fred Matiang'i. Na sisi tunajua ni kwa nini. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Sisi tunajua siku ile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliona naibu wake amezembea kazini, ameanza kutangatanga, akapea ndugu Fred Matiang'i mamlaka ya kusimamia kazi ya baraza la mawaziri. Kama kuna makosa yeyote Matiang'i alifanya, ni kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa rais, ni kwa sababu Mheshimiwa Uhuru alimpenda, na Mheshimiwa Ruto aliona mbaya sana wakati huo. Yale yanafanyika sasa tunajua ni kisasi. Because there was bad blood between Dr. Matiang'i and Dr. William Ruto. But we want to tell William Ruto, you cannot lead a country by vendetta. You cannot lead a country by vindictiveness. You cannot lead a country by vengeance. Kama kuna kesi Matiang'i should answer, let the law take its course. Tuko pamoja? Otherwise, hii kuvamia nyumba ya Matiang'i, mara mbili ndugu yangu wamevamiwa, na lazima tushukuru baba, kila mara wamevamiwa, baba amekuwa hapo mara moja. Nimeambia baba nataka je kwangu pia, sababu anasema mwenzako akinyolewa kichwa chako fanya nini? Ninajua pia wananipangia bwana. Kwa nataka baba ajue kwangu akinivamia pia aje. Sawa? Lakini tuko hapa Kisii leo kuambia William Ruto, tigana na Matiang'i. Tigana na Matiang'i. Wangapi wanasema tigana na Matiang'i? Tigana na Matiang'i. Pili, tunajua wiki hii pia chama cha Jubilee, a partner in Azimio, kimevamiwa, ofisi ikavunjwa, wana mapinduzi wakaingizwa kule. Sisi tunaona ya kwamba Mheshimiwa Ruto na wenzake waliokuwa KANU
waliokuwa YK92 wameanza kufuata nyayo za Nyayo mwenyewe, nyayo za kuua vyama na kuua multi-party democracy. Hapa leo we have come to Gusii land, the home of freedom fighters, the home of George Moseti Anyona, the home of Abuya, kusema we will not allow William Ruto to kill democracy the way he's meant it. Muko tayari tusimame pamoja? Tunamwambia badala ya kupigana na Matiang'i, pigania hawa wananchi, bei ya mafuta ishuke. Badala ya kupigana na Matiang'i, pigania hawa wazazi, karo ya shule ishuke. Badala ya kupigana na Matiang'i, pigania wananchi, bei ya unga iweze kushuka. Tuko pamoja? Hiyo ndio kazi yako na tunataka tuone Kenya ikienda mbele. Otherwise tuko pamoja, vile tumesema tutaendelea, we shall not be intimidated, and tutakontinua. Asante na Mungu awabariki. Asante waziri. Wacha nimlete Mheshimiwa Kioni ambaye ndiye mwenye chama cha Jubilee. Asante sana. Hello. Kama baya ni baya. Kama baya ni baya. Baba, kama baya ni baya. Baba wao wa Kenya na hasa wale wako hapa, kama vile umesema walikupa kura kujumuisha Kenya mzima 8.1 million votes. Wale wengine ambao zao mnajua vile zilikuja 5.9, na hii 5.9 ni pamoja na kufuliza ile walifuliza. Na maneno yako hapa, kule ambako walifanya kufuliza kura zaidi ni kule Mount Kenya. Chama ambacho kinajua vile waliiba kura kule Mount Kenya ni Jubilee. Vita ya William na Jubilee ni kwa sababu tuko na ukweli wa wizi ya kula ya baba kule Mount Kenya. Na sisi tunasema ya kwamba kama wana Jubilee tutakaa na baba kufa kupona. Na nasema tena kama baya ni baya. Tumesikia yale Vice President amesema. Na mimi nataka kusema hapa kwa sababu mimi si baduki. Mimi si baduki. Lolote likifanyika kwangu ama kwa mtu yote ya familia yangu, serikali ya wao majambazi niulizwe. Kwa sababu tutakaa na baba hapa kwa hapa mpaka mwisho. La pili, Matiang'i alikuwa mfanyikazi wa serikali ya Jubilee. Alikuwa rafiki wa karibu wa mkuu wa serikali aliyostaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Mwaminifu, mfanyikazi mchana usiku. Na hii mambo ya kumfuata na kujaribu kuweka makaratasi kule kwake ndio kusemekana ya kwamba alifanya hatia fulani, hatutakubali. Na tumekuja kusema hapa wenzetu Kisii, tutasimama na Matiang'i vile alisimama na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hakumwacha hata siku moja. Hata sisi hatutamwacha hata siku moja. Na nataka kushukuru hapa kwa sababu kila tukipata shida yeye tunamuita anakimbia. Na mshukuru Vice President Kalonzo pia na mama wanatupa mwongozo ambao utatusaidia kutoka kwa shida. La mwisho ni hili, waliiba kura, wameiba pesa ya unga, wameiba kura, wameiba pesa ya subsidy, wameiba kura, wameiba pesa ambayo ilikuwa inapatiwa watoto yatima. Halo, kaende kasiende, kaende kasiende. Asante Mheshimiwa Kioni, tulikuwa na yeye bunge lililopita. Asante. Nataka nimwite aliyekuwa gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Oparanya Apesa. Wakuzia
Nimetembea na watu kutoka kule Kakamega, spika kwa hapo. Watu wametoka kule Kakamega, wao hapo. Wametoka kule Kakamega. Ndio hao. Leo nilikuja hapa, nilishangaa sana. Nilifika hapo town ya Kisii, nikaona watu wenyewe wanatembea kwa hiari yao kuja hapa. Na hiyo ndio tunataka kuonyesha serikali ya Ruto, sisi ni watu wa amani. Juzi mliona vile tulikuwa na mabasi mengi ya yendo kule Nakuru, ati wameenda maombi. Hata mimi ni Mkristo, kila Jumapili hata mimi naenda maombi. Lakini hii maombi yao ni ya tofauti. Maombi ambayo pastor anaongea kwa dakika 15 na wanasiasa wanaongea masaa 4. Sasa hiyo ni maombi gani? Hao wanakufa kila siku. Na hiyo maombi wanatumia pesa ya serikali kuleta watu kutoka kila sehemu mbalimbali katika nchi hii. Hiyo pesa ambayo ingetumia kusaidia watoto wako, karo imeenda juu. Hiyo pesa ingesaidia wewe kupeleka watoto wako shule, inatumia kuleta mabasi ya kupeleka watu Nakuru kufanya maombi. Yaani nyinyi hamuombi. Na wanaomba kuwa inyeje. Na tuna department ya meteorological department ambayo inajua kwa sababu kuwa inyeje hapa Kenya ni. Na wanajua mvua itanyesha tarehe ngapi. Sasa unaenda maombi nyingi. Mvua ikinyesha utasema ile maombi walienda. Kwa hivyo hii safari ya baba tunataka tufanyie pamoja, tuungane pamoja, kwa sababu baba alishinda kura kwa kura nyingi na kura ikiibiwa kule IBC. Ndio kwa sababu tunasema sisi kama Wakenya tunataka reforms in IBC, kama tunataka tuwe na kura ya haki miaka ijayo, tuwe na reforms katika IBC. Hiyo ndio italeta amani katika nchi yetu ya Kenya. Tuko pamoja? Tuko pamoja na baba? Nione jeje la baba, nione jeje la baba. Mungu awabariki. Asante gavana. Nikubalie nilete wabunge wawili kabla gavana. Wabunge wa hapa, Mheshimiwa Barongo wa Bomachoge Borabu. Mheshimiwa, dakika moja tafadhali, ndiposa historia utaingia. Mnapenda ukweli ama mnapenda uongo? Dalili ya mvua ni nini? Mnaona hamuoni? Nataka kusema mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, na halafu nitawauliza swali. Jambo la kwanza, ikiwa kuna mechi kati ya timu za kandanda mbili, halafu iwe kwamba refari upande mmoja washanunua refari, mtakuwa na mechi ama mtakuwa na kitu gani? Kutakuwa na mechi. Haya, jambo la pili, wakati Mheshimiwa Ruto alianza kufanya mateuzi yake, aliwasamehe wale ambao wahusika wake ambao wako na kesi kotini. Zingine kati ya hizo kesi ni za mabilioni ya pesa. Pengine hizi kesi zingeendelea mpaka koti zikamilishe kesi, pengine hizi pesa zenyu zingerudi kwa hazina yenu. Ukweli ama uongo? Sasa kama kesi zimesimamishwa, hizo pesa tutazipata? Kuna uwezo kwamba hizo pesa tutazipata? Haya, jambo lingine, aliwasamehea
Kisii. Je, tuko na watoto wetu ambao wako ndani ya magereza ambao hatia yao ni kuku na kesi ndogo ndogo? Kuko nao? Tuko na watu wa namna hiyo? Wao sasa nani atakayewatetea? Wananchi wenzangu, tutawaangalia, tutawasikiza, lakini sofa tangu walipoingia kwenye hizi ofisi zetu wamekuwa watu wa kutudanganya tu. Na ni kweli sisi ni walalahoi, hatuna atakayetutetea ila Raila Amolo. Asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Gesore, hawa ni wabunge wetu hapa wa Kitutu Masaba. Ni Tombu Yamore! Yamore! Ngoko luko Kisairo. Ngoko. Ninataka kusema hivi. Kitu cha kwanza, tunataka bei ya unga iende wapi? Bei ya mafuta iende wapi? Bei ya maziwa iende wapi? Bei ya maisha ya mwananchi wa kawaida tunataka ishuke. Hii serikali badala ya kuingia bungeni kuwanunua wabunge, tumia huo wakati kutafuta pesa mlizoahidi polisi wapandishiwe mshahara wao. Tafuta pesa tufanyie walimu promotion ambao wamekaa kwenye kategori moja, miaka nenda miaka rudi, ndio wasomeshe watoto wetu. Afadhali uwe na upinzani bungeni wa wabunge 160, kwa maana usipokuwa vile utatengeneza upinzani mpya, upinzani wa mwananchi aliye na njaa, upinzani wa vijana wasio na kazi, na huo upinzani hautawezana nao. Tutafute pesa na tujue kwamba kwa nini askari polisi, kwa nini walimu wote wamelazimishwa kutumia insurance moja, na kwa hiyo insurance kuna broker pale anaitwa Bliss. Ni nani huyo anaitwa vile? Mbona polisi akienda hospitali leo, mwalimu akienda hospitali leo anaambiwa asirudi pale kabla ya siku 7? Kazi yetu kama wabunge ni kufanya oversight ya serikali. Wewe endesha serikali yako, achana na bunge lifanye kazi yake. Tutawatetea, ndio maana tuko pale. Kazi yetu ni kupigania mnyonge. Abantu bane mutikaribia. Ndio mono Mheshimiwa Gusii. Nikubalie nimlete Ledama, ataongea. Yeye ndiye ataleta maseneta wengine wote. Mheshimiwa Gavana wa Migori, Mheshimiwa Gavana Ochiro Ayako, Gavana wa Migori. Gusii Nyamira, hebu nione kwa mkono wale wametukaribisha hapa na baba. Nimeleta salamu kutoka eneo ya Migori ambayo iko na wakaaji zaidi ya 1,000,000. Wamesema jambo kwa Baba Gusii. Mmekubali? Hebu nione kwa mkono tena. Sisi watu wa Migori, sisi ni watu wa baba. Sisi ni watu wa? Hebu sema kwa sauti nisikie. Sisi ni watu wa? Watu wa? Na hapa Bosongo mmekaaje? Nyinyi ni watu wa? Kwa sababu kwa hivyo watu wa baba wa Bosongo na watu wa baba wa Migori, baba tuko nyuma yako, na sisi tunafurahia sana utetezi ambayo unatufanyia kama sisi wa Kenya. Mimi nimekuja hapa ili nione kama watu wa Kisii hapa
wako na raha ama na maendeleo kuliko watu wa Migori. Vijana, mmepata ajira? Mmepata ajira? Na je, bei ya unga hapa ni mzuri? Kule Migori ambayo nakotoka mimi, bei ya unga ni juu, vijana hawajapata ajira. Kwa hivyo hii muungano ya ukombozi ya baba, sisi zote tuko ndani yake. Nyinyi mko ndani yake, hata sisi watu wa Migori tuko ndani yake, na tutatembea hivi na kila wakati tutaungana tukijikumbusha kwamba bado mapambano. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Gavana Ochiro. Nikubalie nimlete Gavana wa Siaya James Agrey Orengo. Asante sana Mheshimiwa Rati Gavana. The People's President Raila Amolo Odinga, makamu wa Raila Amolo Odinga, His Excellency Martha Karua, na viongozi wetu Kalonzo Musyoka, all protocols observed. Mimi nimefurahia sana kuja hapa Kisii. Wakisii mpo? Wakisii mpo? Kulikuwa mtu mmoja hapa Kisii nilikuwa naye na heshima kubwa sana, lakini kama kuna mama alizaa kijana ambaye hana adabu, ni yule alizaa Ongwae. Mmemchagua Ongwae kama gavana bila Raila Amolo Odinga. Kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Lakini nimefurahia sana Kisii leo kwa sababu najua Ongwae amejificha mahali. Hata Ruto hawezi kumsaidia mahali amejificha. Jambo langu la pili, unajua Waziri Matiang'i alikuwa anafanya kazi muhimu sana, na mimi najiweka pamoja na wale wazalendo wengine wa mawakili ambao wamesema ya kwamba kama wamemshika Matiang'i, sisi pia tutakuwa kule kutini na Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Lakini kama nyinyi ni Wakisii wajasiri kama Nyona, kama Abuya, mimi nataka Ruto akija hapa kabla ya kuongea, ama mnamuogopa? Mnamuogopa? Wangapi hawaogopi? Nione. Mwambie Ruto leseni ya kuongea hapa Kisii ni kuachana na Matiang'i. Mtamuliza hiyo swali? Wangapi watamuliza hiyo swali? Jambo langu la tatu, tunataka msiwe na hofu. Msiwe na hofu. Jana unaona wakina Ruto na makasisi wanaenda kwa prayers. Don't test the Lord. Usimjaribie Mwenyezi Mungu. Pengine mvua ingekuja, lakini hao ndio maharibu. Hao ndio maharibu. Mungu hawezi kusikiza wale ambao anatesa watu wake. Sasa maombi itakuwa ni ya baba na wale makasisi kama yule ya All Saints Cathedral ambaye amesimamia ukweli. Kwa hivyo mimi jambo langu muhimu tu ni kusema hivi: a people united
can never be defeated. A people united can never be defeated. Hii msafara ambao Raila Amolo Odinga na wazalendo wameanza ya Moi it took 1 year. Wakati wakina Jaramogi Odinga na Muliro wamejitokeza, na hata Raila alikuwa pale na Martha Karua na wengine. Hii ya Ruto itachukua 2 years, less than 2 years. Tuende wapi? Tunaenda wapi? Hebu wangapi wamekubali tunakwenda huko State House? Nione kwa mkono. Naomba tuwe pamoja, tushirikiane pamoja na ndugu yangu Arati huyo akiwa mbele. Wakati kuna mkutano Nairobi, mwache Arati aje Nairobi huko ndio tukimiza watu vizuri. Asanteni sana, asanteni sana. Asante gavana, asante gavana James Aggrey Orengo. Mheshimiwa ngoja seneta. Mheshimiwa Opio, utatuletea wabunge huko na wao. Ndiposa Mheshimiwa Ndama, wewe ndio utamaliza kilele. Wewe ndio utamaliza kilele kabisa. Mimi kazi yangu ni rahisi. Ni salamu tu ninawaletea kutoka kwa wajumbe wote wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Wale wako bunge la kitaifa. Wangapi wamepokea salamu ya wabunge wa Azimio? Asanteni sana. La mwisho ni kusema ya kwamba yale yote ambayo yamenenwa hapa, sisi kama wabunge wa Azimio tunaunga mkono. Sasa niruhusu nialike hao wabunge wote wasimame tu mahali wapo ili mwajue. Mkuje toka mbele. Jina tu, alafu mnaketi chini. Huyu anakuja. Huyu anaitwa Peter Salasia, mbunge wa Mumias East. Vijana uko salama? Umeona baba? Mimi nataka niwaambie hivi. Unajua wakati Mheshimiwa Moi alikuwa katika uongozi for 24 years, na tukaona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akakuja akashikana na Kibaki, hakufanya maombi, lakini tukaona kazi yao. Hatutakubali kuwa brainwash na mambo ya kanisa, na tunataka kusema hivi, ile inaitwa Comarco, ile mambo ya Venezuela, tunataka VR yetu hapa. And that's why tumesema tunataka reform za IBC. Kama si sasa ni sasa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, wenzangu ni jina tu hataja, alafu kusiweza ambao wanatokea. Wakisia mjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Tandi kutoka sehemu ya Lego Usoga Siaya County. Nataka kusema hivi, the country thrive for a revolution. The country thrive for a revolution, and sisi kama soldiers wa baba we are ready. Wakisi mko tayari? Asante. Vijana mupo? Jeshi la baba mupo? Mheshimiwa Orengo amesema ni miaka miwili, mimi nasema wiki kesho tuende State House Raila kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Walisema wakiapishwa pesa itakuwa mfukoni. Nikiangalia mfuko yangu sipati kitu, sijui kama nyinyi mnapata kitu. Tunasema hivi, Ruto lazima aombe msamaha kwa sababu alidanganya Wakenya. Alisema serikali yake itakuwa na hustlers, na sasa hivi tunaona serikali yake ni ya bilionea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Okelo. Haya, mimi naitwa Jared Okelo, mbunge wa Nyando. Baba, hawa vijana vile wanaona hapa wote, hakuna hata mmoja amewahi ingia State House. Sasa tunataka utoe tarehe. Baba, toa tarehe. Baba, tupatie tarehe. Waende tu waone State House, alafu watatoka nje wakuache ukisign documents. Ya mwisho, kwa sababu ya masaa, baba, sisi tukiwa kama pande ya Kisii,
walienda kuchukua Matiang'i na tukujua walienda kumfanyia nini, lakini wakati waliona baba ameingia ni hii, wakati waliona tu wakatoroka. Finally and finally, I want to say you cannot overtax a country and prosper that country. The country is being built on solid economic foundation and not just mere taxing those who are already very poor. So I'm advising Ruto or whoever he is, I don't know his other name, to put more efforts on championing the economic gains and forget about overtaxing us. God bless you as Mimi Dr. Nyikal kutoka Sembe, na kitu mimi nasema ni moja tu. Muizi ambaye aliiba serikali ya baba anafaa kuketi State House. Wakati Tanzania ilipata uhuru na Sultan alikataa kutoka Unguja Zanzibar, watu walienda kwa State House wakamtoa Sultan. Haya. Wakati wazungu walienda Ethiopia wakasema watakolonize Ethiopia vile wamekolonize nchi zingine, Menelik aliwaambia Ethiopia yote, kujeni yote kutoka kila pembe ya Ethiopia kuja hapa mfukuze wazungu, na Ethiopia haikuwa colonized. Kwa hivyo vile mnasema inawezekana. Haya, tuko naye Chief Whip wa County Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Moses Ogeto. Simama tu watu wakuone, asante sana. Tuko na Mheshimiwa au rafiki yetu Bwana Kamau wa Raila kutoka Murang'a. Asante. Tunaye Mheshimiwa Irene Mayaka kutoka Nyamira. Irene Mayaka ni ngazi. Abantu mbiamore. Salamiane kwa hewa. Mimi kama mtoto wa baba kutoka Nyamira. Jambo la kwanza kabisa ninataka kuambia baba, shukrani sana kwa kunipatia kazi kwa kuwa mjumbe. Baba alituonyesha heshima. Alafu sasa kuna watu ambao baba amewashika mkono miaka mingi wanasema ya kwamba baba hawezi kuja Kisii. Mimi nataka kuambia baba, hii kuanzia leo ni sitting room yako. Unaweza kuja Kisii wakati wowote unataka. Jambo la pili, kama hawangeiba kura yetu, saa hii tungekuwa kila mtu mnapata 6,000. Si ndio? Hapana ile 500 ya Asla Fund ambayo hata huwezi weka multi-bet, si ndio? Kama wangeiba kura yetu, saa hii mungekuwa na baba care, si ndio? Kama wangeiba kura yetu, saa hii single mothers wangekuwa na care protection yao kutoka kwa baba. Kama wangeiba kura yetu, saa hii mtoto wetu Chupavu wa Matiang'i angekuwa waziri katika serikali ya baba. Saa hii pale Sotik na Borabu katika boda kuna vita ambayo imeanza tena. Wakati ambapo Matiang'i alikuwa waziri, hii vita ilikuwa imeisha. Lakini sasa kwa sababu ya watu ambao hawajui kazi, vita imerudi tena. Waambie waachane na Matiang'i wetu, waachane na nani? Na wasipoachana na Matiang'i wasikanyage Kisii. Na la mwisho, kama baba angekuwa rais, kati ya wale ma-PS 51 wa Kisii wangekuwa na watu wengi sana kwa sababu tumeenda shule vizuri, si ndio? Baba angetupatia ma-PS kadhaa kwa sasa. Hata wale watu wa Kenya Kwanza nataka kuambia, saa hii hata zile position za CAS, naibu wa rais wa waziri, hawatapata kitu, wanadanganywa. Na nikimalizia, nataka kuambia vijana wenzangu, tafadhali msidanganywe. Serikali ni yenu. Nyinyi mnalipa tax. Lazima mpatiwe vitu ambavyo ni vyenu. Na nikimaliza ya kabisa, Wajakoya alinituma hapa niwaambie.
mheshimiwa. Haya, watu wa Kisii mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. La kwanza, kwa heshima ya kinara wetu ambaye ndiye kiongozi wa Ukambani, His Excellency the former Vice President Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Baba Makueni County na Kibwezi West, tulikupa kura. Tulipigia baba kura kemkem. Kwa hivyo ile chama ama kile chama kinachoweza kujua vile kura ziliibiwa Ukambani ni chama cha Wiper. Mimi naitwa daktari lakini si wa sindano, ni wa masomo. Na nilisimama ubunge nikaibuka namba 3. Naitwa jina lingine Suluhu wa Kibwezi West, chuma cha reli. Jambo la nilikuwa nataka kusema hivi. Baba ulisaidia mheshimiwa anaitwa Mwengi Mtusi na Martha mkamsaidia na kinara wetu Stephen Kalonzo Musyoka akapata kiti. Watu wa Kibwezi West wamekasirika sana. Manake wanasema ni kama alilala kwa geti ya William Ruto akaamka asubuhi kwenda Kenya Kwanza. Wengi waliiba pesa nyingi sana Machakos. Kwa hivyo State House ikiporomoka na Kibwezi West iporomoke, mama aende bunge. Jambo la pili tu nilikuwa naomba tafadhali. Manake nimekuja Kisii niwape ujumbe. Tunampenda baba sana Ukambani na tunampenda kwa sababu yeye ni mtu wa haki. Nikisema hivi, hayati Kibaki alipokuwa hai Kenya ilikuwa nzuri. Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa katika mamlaka Kenya ilikuwa nzuri. Hawa wawili walipoingia majambazi Kenya inawaka moto. Hakuna chakula, tax ziko juu. Nimewapa ruhusa, kama mnasikia njaa, chukueni magari mwende Nairobi mkakule State House. Na mwisho, kuna watoto 200,000 wamefanya KCPE ambapo wako nyumbani na hao watoto hawana karo. Wengine wanachonga mawe ndio wapate karo ya kwenda shule. Hii serikali imewaweka nyumbani, wafanyiwe bidii warudi shule. The French Revolution which took place against King Louis XVI and Queen Marie Antoinette of Austria ilileta ilikuwa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo na nyinyi mna ruhusa ya kuwakataa. Mungu awabariki. Asanteni. Wacha tusikize mheshimiwa Timothy Gusii ambaye ni treasurer wa chama cha ODM. Asante. Simba kule. Halo. Sikisene. Pale Machakos kulifurika namna hii. Pale Jakaranda Nairobi kulifurika namna hii. Pale Kibra kulifurika namna hii. Tukiingia Kisii tulitokea Keroka, tukacha Kembu, tuko hapa leo. Watu wamejitokeza kwa wingi wakionyesha upendo wa baba. Na Madam Deputy President alisema koti kuu ile ilipomaliza wakafanya makosa. Tuko kwa public opinion court, na hii ndio koti kuu katika dunia. Nimekaa na mzee miaka 20 sahivi, akizunguka Kenya mzima, akirudi Nairobi. Mimi namjua anakuwa na huruma saa ingine, lakini tuko kwa public opinion court. Tukiingia Nairobi, mukiitwa mkuje Nairobi ifurike, tumalize kazi yetu, tuingie State House. Mukiitwa Nairobi, wangapi watakuja Nairobi? So Your Excellency, very soon as you finish going around, hawa wananchi wako tayari kufa
wenzangu waweze kuzungumza, alafu tumalize, ama namna gani? Basi wacha nianze na Mheshimiwa Tsotsi. Haya, wananchi wa Kisii, salamu. Mimi ni Godfrey Osotsi nikiwa seneta wa Vihiga. Mmepokea salamu ya Vihiga? Jambo moja ambalo nataka hata baba asikie leo, kwamba Ruto amenyakua mahakama. Sasa saa hizi anajaribu kunyakua bunge kupitia kununua bunge, na sasa saa hizi mliona mambo ambayo yalifanyika jana kule Senate, kwamba sisi maseneta wa Azimio tulikataa upizi kwa sababu imefika mahali bunge sio bunge tena. Yule bwana Ruto anakutana na maspika kule Ikulu, wanabanga mambo ya bunge, alafu wanakuja wanatuambia vile itakuwa. Sisi tumefika mahali tukaamua hatutaki mchezo, na jana tuliamua kiongozi wetu kule bungeni minority whip atakuwa ni hii ndume Kenaro, akisaidiwa na hii ndume ya Nairobi. Wale wamebabaika kwa sababu sisi tumesema kiumane, wakileta ujinga tunaonyesha ujinga, na hivyo ndio tunataka tukae, ndio bunge zinyakuliwe na majangili wa Ruto. Tunaomba wenzetu wa bunge kuu, Mheshimiwa Wandai yuko hapa, msilegee, kwa sababu hawa wanataka wadalilishe bunge ndio wafanye mabadiliko ya ukora kule bungeni. Mtakubali hiyo? Nikienda kukaa niwauliza swali, mwizi ni nani? Muongo ni nani? Muuaji ni nani? Mporaji ni nani? Sio mimi nimesema, ni nyinyi. Haya, wacha tu nimwite Mheshimiwa Eddie Oketch, seneta wa Migori. Vijana wamama pili, wababa tialala, mimi hapa ni nyumbani, kwa sababu kama Eddie Oketch Mugratengo, seneta wa Migori County, hapa ni nyumbani. Nataka kushukuru ndugu yangu Bwana Arati kwa sababu vijana wetu wanafanya pia huku Kisii. Hapa namna gani? Lakini baba anataka kuambia kwamba hawa vijana waangalia hapa, wamesimama hapa tangu rally ianze, wako na njaa. Namna gani? Wako na njaa. Na ukiangalia vijana hapa wengi wao, wacha nione kwa mkono, wangapi wako bodaboda? Wako bodaboda ngapi hapa? Si wako wengi. Kwa hivyo baba, hapa kuna dada ya mtu wa bodaboda. Hapa pia kuna ndugu wa mtu wa bodaboda. Hapa pia kuna mama wa mtu wa bodaboda. Na watu wa bodaboda wakienda kwa watu credit, wanaambiwa walipe 20,000, halafu kila siku wanapatia watu credit 600 shillings. Kama 500 haiwezi badilisha maisha ya mtu wa bodaboda. Kwa hivyo saidia vijana, tukienda rally hizi kidogo, naomba waheshimiwa, tunawachia vijana kitu kidogo. Wacha nimkaribishe my deputy whip Sifuna Edwin. DJ tulia, tutaingia tao baada ya hizi, ndio. Kwanza kama katibu mkuu wa chama Mheshimiwa Raila ambaye ni rais wetu, nataka niwatambue viongozi wa chama wako hapa. Mheshimiwa Ken Ajwang, Kirosi Ondieki, Philip Makabongo na Kansela Tom Okongo wako hapa. Kisii oye! Nataka tusikizane kitu moja, nataka Ruto asikie hii. Hata kama wewe ni mwizi, iba kitu yenye unajua
na ile unajua kutumia. Wewe mwanaume unaenda kuiba kamisi, unaenda kufanyia nini? Unaiba ndege na ile kitu unajua kuendesha ni wheelbarrow, utaweza kweli? Unaiba serikali, kazi ya serikali imekushinda. Ungewachia wale watu ambao wanajua hiyo kazi wafanye, si namna hiyo? Jambo la pili, baba shetani ameingia kule katika bunge na senate, na sisi vijana wako tutafukuza hiyo shetani. Yule ambaye ni speaker wa senate sasa anaitwa Amason Kingi, anafikiria kwamba yeye ni speaker wa Kenya Kwanza. Badala awe speaker wa kila mtu, amekuwa speaker wa Aaron Cheruiyot. Yeye ni puppet wa Aaron Cheruiyot. Wakati tunadili na Aaron Cheruiyot, hatutatofautisha kati ya puppet na mwenye puppet. Tutakutana na hii wanaume wote mundu, si ndio? Nikimaliza baba, niko na ujumbe mbili. Ujumbe ya kwanza ni kutoka kwa vijana wa Nairobi kwako wewe. Baba, ukiombea shetani atoke, unamkaribia mahali yuko ndio pepo itoke, si ndio? Hii maombi tunasema ya Nairobi, Chivanyi si mbaya, lakini kwa sababu shetani mwenyewe ako pale IEBC, sisi tunataka hii maombi ifanywe hapo hapo IEBC, ndio shetani atoke na Mungu akishuka anaingia IEBC direct, si ndio? Ujumbe wa mwisho ni kwa rafiki yangu gavana, tafadhali kuja. Gavana Simba Arati. Simba huyu ni rafiki yangu wa muda mrefu na mimi namjua. Simba, haiwezekani ati wewe vile nakujua unawacha watu wana harassment yangu kule Nairobi. Hawa vijana wameniambia nikwambie hivi, kwa sababu wanataka baba alale usiku wasisumbuliwe na masimu ati wamekuja kwa mati yangu tena. Patia hao basi mbili hao vijana waende wenyewe. Niseme simu nilituma. Wanasema wapatie basi ngapi? 2. Wataenda watakaa kwa mati yangu wenyewe, hao askari wakikuja watawapata hapo kwa ground. Na mwisho Simba wamesema kwa sababu wewe tunajua siku moja utakuwa rais wetu wewe. Utakuwa rais Simba. Sasa mimi ni rafiki yako. Kwa sababu tunajua utakuwa rais siku moja. Wacha kukaa na watu ambao watakupaka matope. Wamesema hizi safari za State House ukate kabisa. Huyo mtu atakufundisha tabia mbaya. Umesema mjasema. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya basi, tusalimiane tena. Hamjambo watu wa Kisii? Mko tayari? Tumekuja hapa leo tushauriane. Maisha imekuwa magumu sana. Wale wezi ambao wako State House hawajui hata kuendesha serikali. Waliiba serikali na hawajui kuendesha serikali. Mimi niko na message moja. Mimi namwambia asome Deuteronomy 28:20. Hiyo ndio message yangu kwako Bwana Ruto. Mungu ataleta ulaani kwa ile mambo yote ambayo unafanyia watu wa Kenya. Hawa vijana ambao wako hapa wanaumia. Na vijana wote niwaambie ndio msikize. Baba Raila Amolo Odinga, Martha Karua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni watu ambao wamepigania haki yenu kwa muda mrefu. Wanapigwa, wanajua kila siku. Mimi nataka muamuke. Hawazunguki kwa sababu yao, wanazunguka kwa sababu yenu. Maisha imekuwa ngumu. The real hustlers wanakuanga tu vijana wa baba. Ndio saizi unga imepanda, mnaumia. Baba alisema anaweka shilingi 6,000. Hiyo 6,000 iko. Wakati Ruto alikuwa anaenda kupiga hiyo mikutano yake, anasema haiwezekani mafuta iwe ghali Uganda na iwe rahisi hapa Kenya na mafuta inapita hapa Kenya. Na sasa mafuta ni pesa ngapi? Kila kitu imepanda. Stima imepanda. Hiyo yote ilikuwa ni uongo kwa sababu hakushinda hii kiti. Mimi nataka kuambia hivi, wakati ni sasa. Na mimi hata nashangaa Bwana Simba Arati, wewe unaenda kufanya nini State House? Na mimi kama senator na masenators wako hapa tunakupa bilioni 9. Governors wote, mimi nataka kutuma warning kwao. Unakaa na wewe, you're like a president of a county. Na sisi senate na bunge ndio tunagawa pesa kati ya president na kati ya president wa county. Mimi nakupa bilioni 9. We are sending 8.9 billion to Kisii County. 100 as additional revenue. Hiyo ni 9 billion. Na wewe uko na akili mingi sana. Umeshika vijana kabisa ukawainua kutoka chini. Mimi nataka usimame
Mheshimiwa Lengo wako hapa, governors wote, hata nashangaa wengine wako wapi? Wale magovernors ambayo waliingia na ODM na Azimio, shame on you if you are not here today. Hii ni wakati ambaye revolution haitaki ujinga. Kama umeamua ni kupigania haki ya watoto, usimame. Usimame uhesabike. Hii kazi ya kukimbia settle, you are going to just make a fool of yourself. Devolution is clear. Saa hizi tunapigana tutume pesa mingi. County government, you have your own money. Enhance on your own source revenue. Wachana kukimbia kutafuta hii pesa. Let me tell you, saa hizi plan ya Ruto ni kuharibu devolution. Angalia Senate Kenya anafanya. Mwizi mmoja ambaye anaitwa Kingi ambaye ndio speaker, ambaye aliiba pesa ya Kilifi miaka mingi, sasa ako hapo. Ngoja hii wiki mbili tutafanya kazi na tunajua kama maseneta. Ndio siwahi tena. Na wapi seneta yako? Wapi seneta wa Kisii? Huyo seneta wa Kisii aliingia hapa kwa sababu ya nani? Ya Raila Amolo Odinga. Mimi naomba wakati wa revolution imefika. Wakati wa kukomboa Kenya hii. Hii njaa imekuwa mingi sana. Tuseme enough is enough. Ama namna gani? Hebu nione vijana wala wako na njaa ni wangapi? Si ni nyinyi wote? Mkiona Ledama amesimama hapa, kweli anaogopa kitu? Basi si mtusaidie kabisa. Ama namna gani? Hebu rudia after me, sema Ruto must go. Tuinue mkono. Ama ndani kupe rungu. Sema Ruto must go. Ruto must go. Na hii revolution haitaki irritants. Sasa wacha nimalize nikisema hivi. Wamasai wakati tunaenda kuua simba, tukizunguka simba hivi watu 7, wakati tunaenda kuua ile simba, mmoja akitetemeka hivi, tunaacha hiyo simba, tunakumaliza wewe. Tunatima wewe. Asanteni watu wa Kisii. Nenda kwa Raila Amolo Odinga. Kuna Raila. Asante sana. Senator Odinga, asante. Nataka niseme hivi. Mimi Simba Arati. Nataka mnisikize mzuri. Siwezi piga magoti mbele ya mtu yoyote. Lile ambalo nimeenda kumuuliza Rais William Ruto ni kitu kimoja. Sovereign guarantee. Hii serikali ya nini? Ya ujambazi. Nilienda kuwauliza bila kuogopa kwamba hizi pesa ni zetu, na nimesikia vizuri. Mimi naongojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Na tumezoea shida, sisi tumezoea shida, lakini wakati huu mimi nimeshikilia eneo langu kwa sababu ya kumaliza. Mnikubalie tafadhali, kabla baba hajakuja kuuliza swali, mnikubalie tu, kama wewe ni MCA wa Kisii County, simama hapa. MCA kuja hapa wote. MCAs kujeni hapa. Hawa wiki ijayo, hawa wangwana wote, hawa waheshimiwa wote wiki ijayo watasimamia exercise ya pesa ambazo tumewapea, shilingi milioni 135. Kwa majina tu baba, hii timu ni yako. Wengine najua kama wameondoka, lakini nataka Mheshimiwa Steve kuja jina peke yake tafadhali, ndipo sababu ongea jina. Haya, msikize. Haya, kwa majina anajulikana kama Manane Richmond Rayoli, nimechaguliwa na chama ya DAP Kenya. DAP, chama cha DAP yuko pamoja na sisi mheshimiwa. Vijana wa Kisiria. Huyu ni Naftali Omkoba, MCA Nyacheki.
MCA peke yake ambaye amewahi shikwa mkono na rais wetu Raila Amolo Odinga na akasema naftari tosha. Katosha. Jana wewe. Huyo ni Walter Mochache. MCA Kiogoro Ward, party ni Wiper. President wangu Kalonzo Musyoka. Nafurahia na Raila Amolo Odinga. Thank you very much. Kijana wewe. Kwa majina anaitwa Peter Kichano Utachi, Enyororo, MCA Monyerero, chama ni KDM, rais wangu ni Raila Amolo Odinga. Asante sana. Kijana wewe. Majina anaitwa Duke Samuel Nyarango, member wa Kitutu Central Ward ODM, tena deputy majority leader. Asante. Vijana hoe, wamama ria, ODM. Kwa majina ni Gaudesha Nyang'ang'a, chama ni ODM, chama kubwa, chama tawala, chama ongea watu tingishika. Tukiongea watu wanafanya nini? Wanatingishika. Lakini sisi tuko imara kama mlima Sinai. Nashukuru baba, karibu. Hapa Kisii ni amani peke yake. ODM, Women League, hivyo hivyo. Vijana hoe. Kwa majina naitwa Gaudensha Morao Mariba aka Brenda. Nominated MCA from the Piggy Party ODM. Vijana na wamama hoe. Kwa majina naitwa Evarini Mogire, si mnanijua? Mama mboga, hata mama wa house. Assembly mimi ni mama mboga. Nimeshukuru baba kwa sababu alifanya mimi nikawa nominated. Unasikia hata chama ya ODM, chama kubwa. Asante. Vijana hoe. Kwa majina naitwa Maria Musa, nominated MCA under ODM. Baba karibu Kisii, tunakupenda. Vijana hoe. Majina naitwa Steve Arika, MCA wa Ibeno. Vijana hoe. Kwa majina naitwa Lilian Nyakirani Sandona, nominated by ODM. Kisii oye. Majina yangu ni Michael Museto Omari, ODM party nominee, kuwakilisha those of us who are able differently, yaani walemavu. Thank you so much, Right Honorable Prime Minister and Governor Simbarat for that opportunity. Thank you so much. Huyo aone, lakini chama ilichagua yeye. Wacha kuja asalimie mzee hapa. Huyo wacha huyo kuja asalimie mzee hapa. Vijana hoe! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio MCA Gavana alishika Nairobi. Mimi ni MCA ya State House. Vile rais amesema, mimi kuanzia Monday nataka kukata hiyo barabara ya kwenda State House ndio tuende huko. Asanteni sana. Asante. Ulikuwa umeongea. Nilikuwa nimeongea. Moracha Henry, leader of majority, chama ni ODM na rais wangu ni Raila Amolo Odinga. Asante. Haya. Nataka tumalizie hapo, lakini nilikuwa nimeita kuna MCA wametoka Western. Wako wapi? Wametoka Eastern. Mrefu kuja, MCA mrefu kuja. Wengine naona wanaweza baki Kisii. Na ino abdaro bara tigale yaga.
naitwa Catherine Che, jeshi ya Kalonzo, MCA wa Machakos, na sisi mahali Kalonzo wanasema tuingie, tunaingianga hapo. Asanteni. Asante sana. Vijana oye! Na mimi naitwa Anastasia Mutevu, member of County Assembly Machakos, chama ya Wiper na His Excellency Kalonzo Musyoka, tushikilie hapo gangari. Asante. Na unasema kama atasema kama hapo lenyo. Wamama hoye, mademu hoye, matalimu nafurahi sana kufika Kisii. Mimi ni majina ni Mbile, natoka Kitui, msichana wa Kikamba, msichana vyakula maembe. Sawa, hautanipatia, naomba mnipatie matoke, mandizi ziko mingi, naona mmekula kitu kingine, naongoja sana wajakoya, lakini hajafika sana, so naomba mnipatie tu Wiper. Wiper, mnapenda Stephen Kalonzo Musyoka? Thank you, mimi ni msichana wake, nashukuru sana. Anasema hata wewe wanapenda wewe. Majina naitwa Jessica Moto, nimetoka kule Kitui, nimetangulia na chama ya Wiper. Baba yangu Stephen Kalonzo Musyoka yuko hapa. Baba kule Kitui, tumesema tuko na jeshi lako na tutingiziki. Tuko pamoja mpaka State House. Asante. Asante mheshimiwa. Vijana timu. Mimi ni MCA kutoka Mumias Central Ward, Ali Okomba kutoka Kakamega County. Sisi ni jeshi la baba number 1 na pamoja na Wycliffe Ambeta Oparanya. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Wakisii hoye! Mimi naitwa Jofi Ondiro, natoka Kakamega. Tumekuja na baba yetu pia Mani Oparanya na baba Raila. Tunangoja tu siku ya kwenda State House. Vijana tujiandae kwenda State House wakati baba anasema. Asanteni sana. Vijana mimi naitwa Jael Mani Mnyangoni, nikitoka Kakamega, chama ni ODM. Tunangoja siku ya kwenda State House. Asanteni. Wana Kisii hoye! Majina kuite Mheshimiwa Biti kutoka Kakamega, Mheshimiwa mteule. Nimetembea hapa na baba yangu Wycliffe Ambeta Oparanya, baba Raila Odinga. Tunangoja filimbi ya kuingia State House. Hamjambo nyote, kwa majina naitwa Mheshimiwa Angela Nelima, nominated MCA chairman ya ODM. Tumekuja na baba wetu Wycliffe Ambeta Oparanya na Raila mpaka tuhakikishe ameingia State House baba yetu. Kisii hoye! Vijana hoye! Mimi naitwa Lida Masiema, MCA kutoka Kakamega. Sisi ni jeshi la baba na tuko tayari kukua mbele, tuingie State House. Tuwawe huyo jamaa, sisi vijana. Sisi vijana. Asanteni. Kwa sababu Maluko binafsi kama seneta Kisii. Nataka kuambia ukweli. Ile mambo alikuwa anaongea ati Excellency Raila Odinga asifanye Kisii. Kuambia ile ni ujinga. Ile ni ujinga. Ile mambo alifanya. Unaona ile kibanda chini. Ile set atumia 50 million hiyo mtu akamatwa. Serikali ya Ruto imeongeza kila kitu. Mpaka pambasi ya mtoto ameongeza.
majina naitwa Dickson Machunga kutoka Nyamira, nominated na chama kubwa cha baba, na ningesema tu kitu moja. Wapi hiyo ng'ombe ilisema baba hataingia Kisii? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Baba, karibu nyumbani. Haya, mheshimiwa vijana oye! Oye! Baba, president wangu, kwa majina mimi naitwa Honorable Wilfred Mwenyenye Yoge, chama ni ODM baba. Hapa ndio mahali unakaa, hapa ndio kwangu. Mimi ndio MCA wa Tau. Leo mimi si kulala, nilitembea usiku yote Tau na vijana wangu. Kwa hiyo baba, tunaambia mzee Ongwae wacha apumzike, tuko na kijana wetu Simba, ndio tutafanya na yeye kazi. Wewe mheshimiwa gavana wangu, asante sana kwa kazi unafanya. Asante. Utajunga baba. Thank you. Asante mheshimiwa Mwenyenye. Wakati huu mtanikubalia na mwite His Excellency Raila Amolo Odinga amalize kikao hiki. Karibu baba. Asanteni sana kwa kupika na kuvilevile kukuwa waaminifu. Sasa soma ile azimio la Kisii kwa kimombo, naita the Declaration of Kisii. Mulisikia sio? Na wale wakazungumzia. Nitaweka swali sasa kama wabunge, kama kabunge. As those as of the same opinion say aye. Aye. Those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Asante sana. Wapi makofi ya